Katika vitu ambavyo Mungu alitusemesha kama huduma, cha kwanza ni kuleta majibu kwa wanawake. Wanawake tuna maswali mengi na hatuna mahali ambapo tunaweza kujibiwa. Kwa hiyo platform hii Mungu ameiandaa kwa kuwaleta watumishi wa Mungu mbalimbali ili tuweze kupata majibu yetu. Na ninaamini kabisa tangu tumeanza asubuhi kuna watu wamepata majibu yao. Lakini cha pili, Mungu alinisemesha kwamba kuna wanawake wana machozi lakini hawana mahali pa kulilia. Inawezekana dini zao pia haziruhusu watu kulia. Wana mahangaiko ambayo hawawezi, lakini kwa kibali hichi ambacho wamekiachilia kwetu, ukifika mahali hapa unakuwa huru kufanya chochote ambacho umeshindwa kukifanya. Cha tatu, Mungu alisema tuwape wanawake raha. Jamani, tumepata raha, hatujapata? Na cha mwisho ni kuinua kizazi cha watumishi wanawake. Kwa hiyo kama nawe ni mtumishi pamoja na mimi, usijidharau. Ndio maana tunasema mwanamke na jicho la tatu. Macho yetu yanatazama, lakini jicho la Mungu linaona vizuri. Watumishi wameongea hapa. Hata Adamu alipotazama lile tunda aliona ni tunda tu. Macho yalimdanganya, akasema nitakula tu, itaishia hapo. Hakujua kwamba lile tunda atakalolila litagharimu maisha na ulimwengu mzima. Mwambie mwenzako, macho yalimdanganya. Kwa hiyo katika madhabahu hii ambayo Mungu ameachilia katika mkoa wetu, tunahakikisha kila mwanamke ataangalia kwa jicho la kimungu. Ataiangalia ndoa yake kwa jicho la kimungu. Ataangalia watoto wake kwa jicho la kimungu. Ataangalia uchumi wake kwa jicho la kimungu, na wala si haya macho mawili. Tumeambiwa moyo huo unadanganya, na shetani anachotufanya anatuonyesha uharibifu, anatuonyesha tumeshindwa, anatuonyesha sisi ni dhaifu. Lakini kwa madhabahu hii tunapomtazama Mungu tunasema ni kweli, jana nilikosea lakini leo sitakosea tena. Ni kweli jana shetani ulinidanganya, ukanifanya nikaona kama miguu yangu imepinda, lakini leo ninaiona miguu yangu iliyonyooka sawa sawa. Sijui kama kuna mwanamke ananielewa. Kwa hiyo tunasema mwanamke na jicho la tatu ni kuangalia kama vile ambavyo Mungu anataka uangalie. Bwana Yesu asifiwe sana.